Tutashuka chini hapa, click preset manager. Tujue kwanza preset manager ni kitu gani. Ni zile setting ambazo wewe mtumiaji wa hiyo program umezifanya kwamba kila nikirudi nitazitumia hizi preset. Mfano, umetengeneza sequence yako kwa unataka hiyo sequence kila ukiingia katika programu yako wewe utaitumia katika kufanyaje, katika kuedit video zingine zinazofuatia. Hiyo hapo ya kwanza. Cha pili, umetengeneza preset kuhusiana na audio, kuhusiana na color, umeona, kuhusiana na effects mbalimbali. Hizo pia zinaweza kapelekea programu yako ikawa nzito kurun. Sasa tunachokifanya ni nini? Tuna click hii preset mara moja kuzifuta, kwa sababu zile preset zako unaweza kuzitengeneza pia, ila program huwezi ukaitengeneza kama ikifeli kuingia. Hizi njia nimezozielekeza ni njia mbili ambazo zitamsaidia mtu ambaye akifika katika sehemu hii hapa, interface hii hapa, anataka kutengeneza new project kwamba inafeli kuingia ndani ya na kuanza kupoti video. Kwa hapa naweza nika-click kwenye new project na nikatengeneza vizuri kabisa kama hivyo, bila kuwa na changamoto yote. Nikaingiza details zangu kama kawaida nini, afu nikaingia kwenye space yangu nikafanya kazi. Lakini kwa program kama hii ya 2024, njia itakayotumika ni njia moja tu kwa wale ambao wanataka kutumia program 2024. Interface yake ni tofauti pia na hii tunayotumia sasa hivi, kwa sababu hii hapa ni advanced, kwamba kuna features zingine zimewekwa ndani, kwa sababu stacking yake inakuwa tofauti na program za 2021 kuanzia 2023 kushuka chini. So njia hapa tukapenda kuitumia ni kama ile tumeutumia katika 2021, isipokuwa tu hii njia ya pili hapa haitafanya kazi, ambapo itakuwa kwenye Windows. Njia atakayotumia huyu wa Premiere Pro ya 2024 atatumia ile ya hatua za nini, za preference, kwenye edit, preference, media caches, delete unused. Ikifeli unused atatumia all caches hot from system. Hivyo tu tumeishia hapo, lakini pia natoa tutorial inayofuatia kuonyesha kwamba ni kwa namna gani naweza kuwasaidia watu pia wale ambao kwenye timeline zao pale video inakuwa ina staki kwamba nje ya kutumia rendering, kwamba nifanye vipi. Unaweza kufanya rendering lakini bado video kaendelea kustack, umeona. Kwa kuna njia pia ambazo unaweza kuzitumia ili kuondoa hiyo uko kustack, kwa sababu pia kuna sababu zinazopelekea hiyo sehemu kuwa ina stack na mtu kushindwa kupreview video yake vizuri. Usisahau kusubscribe na kufuatilia video zinazofuatia ili niendelee kutoa tutorials zinazohusiana na mada hiyo. Comment pia ukiona kuna kitu ambacho kimekuchanganya, labda umefanya imeshindikana, ni cheki, njia bado ziko nyingi sana. Mimi nitakuelekeza njia inayofuatia kwa kupitia comments hapo hivi. Nitakupa hatua kwa hatua na utaanza kufuata hatua hizo hapo. Asante.